Kanisani huko inaitwa nini pale tulikuwa? Kidhongo. Nikasema nipitie hapa nikielekea town. Naenda kwa TV ya Wero jioni niongee na nyinyi. Si ndio? Nikasema nimsalimie. Nimefanya makosa? Lakini kabla sisi hatujaongea acha tukubaliane. Chama yetu ni gani hapa? Chama yetu ni gani? Ile ya kusikiza nini? Ile ya kufanya nini? Siwacha nisikize ground kwanza. Si kila mtu afanye kazi yake. Nikijia afanye kazi yake asifanye. Asikize ground asisikize. Watu ya Kionyo hapa munasemaje? Ati Kionyo munasemaje? Kionyo munasemaje? Ate morauga atia? Ate atia? Hapa ni one time. Harambee! Wewe Ruto wewe! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Adui ya Mumeru! Mtu ya goons! Mtu ya uongo! Mtu ya kutenga! Kasongo aende asiende! Kasongo aende asiende! Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo. Bas, si maneno ndio hiyo. Sasa mimi nienda nikalale. Si nimemaliza kazi. Iko mambo ingine. Watu wetu wa Meru nimefika hapa kusema. Huyu Kasongo ametuhangaisha. Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani aliharibu masomo ya bure ya Mwai Kibaki? Nani aliharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta? Nani alitudanganya atajenga barabara? Nani alitudanganya ataleta stima? Nani ameharibu majani chai? Nani ameharibu kahawa? Nani ameharibu miraa? Nani ameharibu madizi? Nani amedharau sisi? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Harambee! Mimi nasema watu wetu, huyu Kasongo tulimchagua. Akatudanganya na Biblia. Ati ameokoka. Sisi tukiwa Kristo tukamwamini. Akafika pale akatugeuka. Akaua watoto ya Gen Z. Hatukuwa tunajua ni muuaji. Tukajua. Wale hawakukufa akasema piga risasi mguu. Tukamuogopa sana. Kufika hapo masomo ya Mwai Kibaki ya bure akaharibu. Tukutoka hapo Uhuru Kenyatta alikuwa ameweka linda mama akaharibu. Kutoka hapo tulikuwa na NHIF akatoa akaleta mnyama anaitwa SHA haifanyi kazi. Barabara akasema atajenga, kuna barabara amejenga. Kuna stima ameweka. Kuna kazi yote Kasongo amefanya hapa. Kama kuna mtu hapa kwa hii mkutano anajua kazi hata moja Kasongo amefanya, ainue mkono. Iko kazi amefanya? Kazi yake ni kupora Kenya na kuzurura Ulaya. Anakomboa ndege inalipwa kila saa moja shilingi milioni 10. Hiyo ndege iko na kitanda, iko na dining, iko na kitanda ya massage. Ako para na wasichana ya uchelicheli. Wanamonya yeye huko akiwa kwa ndege. Kasongo ni bure si bure? Na hiyo ni mali ya Kenya. Saa ile watu wako na shida. Maneno ya university yameharibu. Hapa iko vijana ya university. Simuko na matatizo. Huyu Kasongo ameharibu Kenya. Ya kwamba akirudi tena hakuna nchi inaitwa Kenya. Kwa hivyo Wakenya wote wameamua lazima aende nyumbani. Wangapi wanasema Kasongo ni one term? Wangapi wanasema Kasongo ni one term? Sasa yeye
Mimi nilimpatia Mumeru hapa anaitwa Javeth Kome, nikamweka Inspector General, akafukuza. Akakaa akafukuza Mithika Linturi. Ma-OCS wote wa Meru Nairobi akasema wafukuzwe. Kwa jeshi akasema hataki kusikia Mumeru. Kwa KRA wa Meru wote wamefukuzwa. Kwa Kenya Port Authority hataki kuona Mumeru. Ati kwa sababu Rigijini Mumeru anachukia wa Meru. Mimi alinifukuza kwa kazi kwa sababu mimi ni Mumeru. Amefukuza Kawira Mwangaza kwa kazi. Huyu Kasongo ametuangaisha kama Wameru. Kawira Mwangaza alisini mlimchagua? Bona Kasongo amelipa pesa kwa Kadhuri Murungi kufukuza Kawira. Huyu Kadhuri Murungi alipewa na Kasongo milioni 100 kufukuza mimi kazi. Kasongo ameangaisha Wameru beyond. Imefika pahali Wameru waitwa Wameru. Wameru waitwa Wameru. Wameru waweke ile hasira yao. Waamuke asubuhi saa 10 wafukuza Kasongo aende nyumbani. Si ndio? Si ametuangaisha? Si alifukuza Kawira? Si alifukuza Rigiji? Si alifukuza Javeth Kome? Si alifukuza Mithika Linturi? Wewe Kasongo unatakia Wameru nini? Mimi ati alinifukuza, ati nimenunua shamba Meru kwetu nyumbani. Sasa mtu kununua shamba kwao nyumbani iko makosa? Na huyu Kadhuri ni mjinga. Wewe unafukuza deputy president amenunua shamba nyumbani akaribia watu yao. Ni ujinga si ujinga? Huyu Kadhuri Murungi tunauliza, kwani hiyo tumbo yako itatoshea pesa ngapi? Pesa ya kufukuza Rigiji umekula. Ya kufukuza Linturi, ya kufukuza Kawira, ya kufukuza Kome na Hanoni, kwani amemesa karatasi ya nylon. Huyu Kadhuri si mnamjua ni msaliti si msaliti? Aende asiende? Wangapi wanasema Kadhuri aende? Kadhuri aende kabisa. Wewe Kadhuri, wewe ni msaliti ya jamii yetu wa Meru. Unakaa na Ruto kupangia Wameru mabaya. Umehakikisha Wameru wote wamefutwa kazi, umebaki peke yako. Kwani hii kazi utafanya ngapi? Umehakikisha deputy president amefukuzwa. Umehakikisha minister amefukuzwa. Governor amefukuzwa. Ati wewe Kadhuri ubaki peke yako mkiwa na Ruto. Ati kila siku huko kwa Ruto unampigia magoti. Kwani Ruto ni Mungu? Na tunataka kujua hiyo kofia Kadhuri anavaa, mtoe mjue ni nini ameweka hapo ndani. Si ndio? Ni msaliti si msaliti? Nani mjumbe hapa? Nani? Hapana, yule ako kwa kiti ni nani? Anaitwa nani? Shadrack Mweti. Ni wetu ama ni wa Kasongo? Huyu Dr. Mweti ako pande ya Wameru ama ni wa Kasongo? Ni mtu ya Kasongo? Aende asiende? Aende asiende? Mimi nauliza Dr. Mweti mtu ya Kasongo, aende asiende? Wangapi wanasema Dr. Mweti aende? Harambe! Baada ya Kasongo ile maneno yote ametufanyia. Baada ya kuumiza Wameru, kutudanganya, kufuta kila mtu kazi, ametukana sisi. Anasema ati Wameru ni wakabila. Mimi nauliza, tukichagua Kasongo, alikuwa anaitwa Mugambi? Alikuwa anaitwa Mugambi? Si alikuwa ni Kipchirchir? Si tulijua ni Mkalenjin? Mbona anatukana sisi? Sasa tena ameharibu zaidi. Na ndio nimekuja mambo mawili. Ametuma huyu Aden Duale, mtu yake ya mkono, atusi sisi. Ati Duale anasema ati watu ya Mlima Kenya ni mafisi. Ati hainas. Wewe Kasongo, hao Wameru walikuchagua.
bila kuwapatia chochote. Unatuma Duale kutukana Wameru, kuwaita fisi. Wewe wacha nikwambie Kasongo, hiyo matusi ya fisi tumekubali. Tumekubali. Sisi ni mafisi. Sisi mafisi milioni 8 ya Mlima Kenya. Tutaamuka mapema, twende kwa kituo, tutakula wewe, tukutafune na tukumeze. Harambee! Kasongo akuliwe asikuliwe, atafunwe asitafunwe, amezwe asimezwe, na baada ya kumezwa, Harambee! Wameru wewe! Sasa Rigiji amekuja nyumbani na maombi 2. Mimi nikiwa Kiana Kiamwari. Niko na maombi ngapi? Mtanisikiza? 3, wacha nitaongeza 1. Ya kwanza, Kasongo anajua ndio arudi agawe Mlima Kenya, agawe kura yetu. Kwa sababu anajua tusipogawa kura yetu ataenda nyumbani, na akirudi atatuumiza. Sasa iko mjinga anaitwa Roko, anazunguka ati agawe mlima mara 3, ati Wakikuyu kando, ati Wameru kando, ati Waembu kando. Mnaweza kubali? Mlima ni ngapi? Mlima ni ngapi? Wangapi wanasema mlima ni 1? Wacha nikwambie wewe Kasongo, kama ujui, Moi alijaribu kugawa hii mlima miaka 24, tukamwambia kwende. Mumeru na Mkikuyu na Muembu ni kitu kimoja. Kuambia Mkikuyu awachane na Mumeru ni kama kuambia mtu awachane na bibi yake, si ndio? Sisi tukwambie Kasongo, nikiwa hapa Kionyo, Imenti South, it is not possible, na haiwezekani. Huwezi gawa Mlima Kenya, it is not possible, haiwezekani. Kugawa hii mlima ni kama kukata miti ya Mugumo na wembe. Utajiumiza wewe mwenyewe. Mlima ni 1, si 1. Tunasema ndio tufaulu. Mlima mo, chama mo, kiongozi mo. Tumekubaliana? Wacha nione kwa mkono. Bas. Namba 2, ombi langu, ndio tukuwe na nguvu. Tulipata shida kwa sababu tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mto akatuambia tushuke, tukapata shida. Sasa tumerevuka, tumeuda gari yetu ya kutafuta serikali. Chama yetu ya nguvu, chama moja, ndio tukuwe wengi kwa bunge. Marehemu Raila Odinga hakuwahi chaguliwa president, lakini hakuna serikali ya kuingia kwa sababu alikuwa na chama moja iko na nguvu na watu wazuri. Mimi naomba wote mlimani, kuanzia Kikuyuni, kuja Embu, kuja Bere, kuja Meru, chama yetu ya mlima ni chama moja ya DC. Tumekubaliana? Wacha nione watu ya DCP. Mimi naomba wasaliti wote ya jamii. Mtu yote ametusaliti kwa William Ruto, ametuuza sisi tumbo yake, aende nyumbani. Mumekubali wa Meru? Na ndio tumetangaza mlimani, na ndio nimekuja hapa Meru. Niko hapa siku 3. Na Nderanunga bara tondu mundu ni athakira na ithuĩ muno. Nimekuja kutangaza hapa Meru Operation Fagia ya kufagiria wasaliti wote na takataka na kasia ya siasa. Nikisema Harambee, munasema na sauti kubwa Fagia. Harambee! Wasaliti wote, kasia ya siasa, takataka ya siasa, Kavori Murungi, Dr. Shadrack Mweti, Mama Kairemia, Kasongo, tufagie tusifagie. Muko tayari? Muko tayari? Ndio nimuitie viongozi.
Mimi nataka pia kuomba akina mama, wazee, vijana. Tumeumizwa na hii pombe ya kuua watu. Kweli ama uongo? Vijana yangu wote wa jamii wamekufa. Population ya mlima imeanza kwenda chini. Na mimi naona tutawezwa hapo mbele. Sisi ndio tufaulu, lazima tukue wengi. Kwa hivyo akina mama wale mko na nguvu na vijana, Rigiji anaomba watoto. Naomba watoto. Naomba watoto. Rigiji apewe watoto wasipewe? Si watoto ni baraka? Na msijali mtasomesha na nini? Next year nikiwa president narudisha masomo ya bure ya Mwai Kibaki. Si ndio? Msiulize maternity, next year nikiwa president narudisha linda mama. Mtanipatia watoto? Rigiji apewe watoto wasipewe? Na mimi nauliza hapa mlimani nikiwa kiongozi wenu, nipende kesho langu mkikubali. Nipende kesho la Rigiji kama kiongozi ya mlima. Ndio hii jamii yetu isikwishe na tukue wengi, kwa sababu wingi wetu ni wa muhimu. Naomba kila familia watoto 6 kwenda juu. Mtanikubalia? Wangapi? Wangapi? 6 kwenda? Mtanipatia? Vijana mpo? Majenzi mpo? Majenzi mpo? Mimi nitapanga nyinyi kazi, msijali. Ndio mnipatie watoto. Na mimi namalizia nikisema tuoane. Wameru waoe Wakikuyu. Wakikuyu waoe Waembu. Waembu waoe Wameru. Ndio tushikane vizuri. Ndio mtu asiingie katikati yetu. Si ndio? Mtafanya hivyo? Mtafanya hivyo? Mimi naomba vile mamangu Mumeru aliolewa na Mkikuyu huko Nyeri, na nyinyi muendelee kuoana. Nataka Wameru, Wakikuyu, Waembu tuoane. Tukae tukiwa kitu kimoja. Kwa sababu nyumba yetu ya mlima ni ya mawe 3. Nyungu yetu ndio ive tupakue chakula. Ni ya mawe ngapi? Mkikuyu, Muembu na Mume. Na sasa ndio nimejipanga pia, nimetafuta mawe ya 4. Nimeleta ya Mkamba, Mount Kenya South. Ndio tukue wengi, ndio tusipate shida. Harambee! Bas